Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Ninao ujumbe mzuri kwako kwa habari ya kujenga mahusiano binafsi na Mungu. Kujenga mahusiano binafsi na Mungu. Kama mwana wa Mungu, unatakiwa kujifunza namna ya kutengeneza mahusiano yako na Mungu yenye kuleta utukufu kwa Mungu. Mtu anaposhindwa kutengeneza mahusiano yake na Mungu, Mungu huwa haweki ulinzi kwa huyo mtu. Lakini unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu huweka ulinzi juu yako. Na hata adui anapotafuta namna ya kukuvamia au namna ya kukuathiri, anakutana na ulinzi wa Mungu juu yako. Kwa nini? Kila anayetawaliwa na adui, kila ambaye ametawaliwa na adui ana ulinzi wa Mungu. Na kila aliye na ulinzi wa Mungu, adui hawezi kumfikia isipokuwa kwa ruhusa kutoka kwa Mungu. Tunaona namna Ayubu alivyoweza kulindwa na Mungu kwa sababu ya mahusiano yake mazuri na Mungu. Na baada ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu anajisifia kwa habari ya Ayubu. Lakini Ayubu hakuweza kuwafundisha watoto wake na watumishi wake kwa habari ya mahusiano binafsi na Mungu. Utasema, mtumishi, unasema kitu gani? Ndiyo, ni kwa sababu ukiangalia au ukiendelea kusoma katika kitabu kile cha Ayubu, utaona watoto walikuwa wanakula kalamu yenye divai, wanakula kalamu isiyompendeza Mungu. Na hata Ayubu alifikia hatua ya kutoa sadaka ya kuwatakasa na sadaka ya kuteketeza mbele za Bwana kwa ajili ya watoto wake. Lakini hakuwafundisha kwa habari ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mtu mwenye mahusiano mazuri na Mungu huwa na ulinzi. Namna gani unajenga uhusiano mzuri na Mungu? Cha kwanza, unatakiwa kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Unatakiwa kujifunza kuishi maisha yasiyokuwa na mawaa na yenye utoshelevu katika jamii na Mungu ambaye unamtumikia. Hii inamaanisha nini? Unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, utajifunza kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Kila anayetaka kuwa na mahusiano mazuri na Mungu lazima ajifunze kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Kama hujajifunza kuwa mkamilifu mbele za Mungu, usitarajie kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Tunaona Ayubu alikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Hakuwa na mawaa. Alikuwa na utoshelevu wa mali, lakini alikuwa na utoshelevu wa kila ambacho anakipata kutoka kwa Mungu. Hivyo aliishi maisha ya utoshelevu mbele za Mungu, ya ukamilifu, yasiyokuwa na malalamiko mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatamani kuwa mkamilifu mbele za Mungu lazima ajifunze kuwa mkamilifu. Jambo la pili, unatakiwa kujifunza kuwa mwelekevu. Mtu ambaye unakubali kufundishwa na kuyasimamia yale ambayo unafundishwa kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Ayubu alikuwa mwelekevu. Mungu alikuwa akimfundisha
na alikuwa mwaminifu kwa yale ambayo Mungu amemfundisha. Alikuwa mwaminifu kwa yale Mungu alikuwa akimwelekeza. Alikuwa mwaminifu kwa yale Mungu aliyotamani ayafanye. Kwa hiyo aliweka ule uaminifu ambao ulimfanya Mungu ajivune kwa Ayubu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa mwaminifu kwa yale Mungu anayokuelekeza, mnyenyekevu, mwaminifu, mwenye kuelekezeka, Mungu anajivunia na wewe. Kwa nini? Kila anachokuambia kufanya unafanya. Asiyekubali kuelekezwa, kuna mahali akiambiwa kufanya hatafanya. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kukubali kuelekezeka. Unapoelekezwa uwe mnyenyekevu, uwe msikivu, na ukubali kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. Ukijenga hiyo tabia, Mungu ataweka mahusiano na wewe. Kwa nini? Kuna mahali atahitaji akutume kufanya, utafanya kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kujifunza kwa habari ya ukamilifu au mahusiano mazuri na Mungu au mahusiano binafsi na Mungu ni kwenye kumcha Mungu. Kama mwana wa Mungu unatakiwa kujifunza namna ya kumcha Mungu kwa ukamilifu. Tunaona Ayubu alikuwa akimcha Mungu kwa ukamilifu. Alikuwa anafanya ibada iliyo kamili mbele za Bwana. Kwa maana ibada yake ilikuwa na toba, ilikuwa na shukrani, ilikuwa imejaa neno, lakini ilikuwa na sadaka mbele za Mungu. Ilikuwa na utii na bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona namna Ayubu alivyokuwa akimcha Mungu, hata akifikiria kwa habari ya wanawe na kuwatolea sadaka. Kwa hiyo unapokuwa unamcha Mungu, lazima uifanye ibada iliyo kamili mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiwa na ibada iliyo kamili, unajenga mahusiano mazuri na Mungu wako. Hujanielewa? Unapokuwa unaabudu au unamcha Mungu kwa kicho, ni lazima utakuwa na unyenyekevu, lazima utakuwa na toba, lazima utaogopa maovu, lazima utafanya ibada iliyo kamili, utakuwa na upendo, utamheshimu Mungu, utamwogopa Mungu, utamuinua Mungu, utamtukuza Mungu, pasipo kuangalia majira, nyakati na mazingira yanayokuzunguka. Iwe majira ya masika, iwe majira ya usiku, iwe majira ya kiangazi, iwe majira ya baridi, utamwabudu Mungu. Iwe ni majira ya kupata, iwe majira ya kukosa, utamwabudu Mungu. Iwe ni majira ya kuugua, iwe ni majira yenye afya, utamwabudu Mungu. Haleluya. Jambo lingine ni kuepuka uovu. Watu wengi wanafeli hapa.